Ndio unaona maneno ya Kiingereza it's just a weakness. Neno jingine ambalo liko so famous and popular ni ER. Halafu neno jingine la Kiingereza ambalo linatumika wanasema ni mistakes. Biblia haijawahi kuita dhambi kama maneno kama hayo. Haijawahi. Hakuna neno jingine sahihi la kuita dhambi. So we change the label. Kama hii chupa imeandika poison, we take out that label and we put less poison. Na wewe niwaambie, the more milder we do with that label, yani tunaifanya ile sumu iwe mbaya zaidi, kwa sababu unaifanya iue zaidi kwa kuondolea uhalisia wake. Sikiliza Biblia inavyoeleza dhambi. Sikiliza tu kidogo. Biblia inaeleza dhambi hivi. Inasema mshahara wa dhambi ni nini? That's Romans 6:23. The wages of sin. Na kwenye Revelation ya 22 anasema naja upesi na ujira uko mikononi mwangu kulipa sawa sawa na kazi zake. Kwa hiyo kazi ya dhambi, mshahara wake sio kingine chochote, death. Na ili ufahamu hivyo, unaposoma kwenye Ezekiel 18:20 anasema roho itendayo dhambi ita. Ndio itakayofanyaje? Biblia inasema kila roho itendayo dhambi itakufa. Sasa ni vizuri uweze kujua kama Old Testament inasema dhambi hukumu yake ni kifo. New Testament inasema pia ndio mshahara wake. Dhambi inaua. Don't change the label. Inaua. Na kwa nini Mungu aseme kila anayetenda dhambi lazima afe? Sikiliza vizuri. Jana tulikuwa tunaangalia wakati fulani tunapambana na hukumu za Mungu kwa sababu hatujui dhambi ilivyo. We don't know the gravity of sin, the sinfulness of sin. It's because we don't know. We treat it as a small thing, as a trivial matter. That's why tunaiona ya kawaida. Halafu hukumu ya Mungu tunaona ni kubwa sana. Kabla sijaenda kwenye Old Testament, msikilize Yesu mwenyewe kwenye New Testament anavyoelezea how should we deal with sin. In fact ametumia neno tunasema kwenye language ni hyperbole. When you exaggerate thing to bring or to drive the point in. Angalia Yesu alivyotumia hilo neno kwenye Mark 9. Hebu nenda Mark 9 and verse 43 to 47. Ametumia hapo maeneo makubwa matatu. Hebu soma pale. Ingapi utaona kwenye Mathayo sura ya 5, lakini kwenye Mark ameexpand vizuri kabisa kama ilivyo kwenye Old Testament. Hebu soma hapa usikie. Mark 9 and verses 43 to 47. Marko sura ya 9. Ya 9 aya 43 hadi 47. Neno la Mungu linasema, na mkono wako ukikukosesha, ukate. Kata. Ni afadhali kuingia katika uzima huu kigutu. Kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu. Amesema nini? Fanya kitu gani mkono ukukosesha? Kata. Nini anachokifanya pale? Kwa sababu pale anatumia hyperbole to bring the sense, the sinfulness of sin. Hamaanishi kwamba tukate hivi, ila ana exaggerate a drive point. Kwamba dhambi ni mbaya kiasi kwamba usifanye mzaha nayo. Ipi? Mkono. Kwa nini? Kwa sababu through our hands we may sin. Namba 2, akatoka kwenye mkono akaja kwenye mguu. Msomaji hebu soma.
Mstari wa 45 na Mungu linasema, na mguu wako ukikukosesha ukate. Mguu ukikosa kata. Ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu. Kata mguu. Usikubali kabisa mguu. Yaani anasema ukiona mguu umekukosesha ukate. Ili wenyewe ndio uende jehanamu, lakini wewe uende kwenye uzima. Alipotoka kwenye mguu akaja kwenye macho. Soma mstari wa 47. Neno la Mungu linasema, nasema, na jicho lako likikukosesha fanyaje? Ling'oe ulitupe. Ni afadhali kuingia katika uzima wa Mungu, ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu. Hii ni understanding ya Old Testament. Mikono action. Mikono ikikupeleka kwenye kutenda, miguu ikakupeleka kwenye njia, macho kwenye listening, kwenye understanding, kwenye decision. Things that we dare, we treasure, we desire. Hiyo anasema macho. Ndio unasikia macho. Na ndio kwa vitu macho anatumia kama mlango, kwa sababu ndio anaingiza 75% ya information. Na kwa sababu hiyo hapa Yesu anatumia tu macho. Anazungumza mambo ambayo tunatamani, mambo ambayo tunayapendelea, mambo ambayo hayafai. Ikiwa utakuwa na mwelekeo huo, ni afadhali ung'oa. Usiende mwili mzima, acha jicho liende. Na ndio maana Waisraeli walipokuwa wanaenda kwenye ile ya kukutania, hema kutania, baada ya huduma zote walikuwa wanapaka mafuta, wanapaka kwenye miguu ili miguu yao isiende kwenye njia ya uovu, kwenye mikono yao isitende uovu, na kwenye paji la uso, they are understanding the decision making position. Walikuwa wanafanya hivyo, na ndio unaona Yesu anasema the hand, the foot and the brain, the forebrain, cerebral cortex, where reasoning is. Kwa anachosema ni nini? Anasema hiyo ndivyo vitu vinavyoeleza what is the heart. Utendaji wake vimesheni na vitu hivyo. Kwa anasema kata. Yaani hamaanishi watu wakate hivyo, wafanye hivi na vile. Siku hizi kuna wahubiri wenye kukopi na kupesti. Tunashukuru hawajafika upande huo, maana ina gharama. Wanakopi nguo mwilini na vitambaa vyenye kuleta baraka, wanakopi hiki na kile wanaweka. Lakini nadhani hawatafikia hapo kwamba ukate mkono ukikosea. Nadhani hawatafikia hapo. Ndio hivi. Ile ya kulala juu ya maiti uende watafikia. Kwa sababu Elia alilala juu ya mauti. Halafu pia Elisha alifanya hivyo. Ila wao watalala kwenye mauti au maiti, watalala kwa Mkristo. Watafika. Subiri tu vipimo. Na kama watu wanaogeshwa siku hizi, niona nikashangaa, huyo ni mchungaji anaogesha waumini. Paka ana underwear ambazo amezibariki, anawapatia wanavaa. Kwa hivyo anaeleza habari hiyo. Na kwa nini anaeleza hivyo? Anaeleza ubaya wa dhambi. Yesu anatumia hiyo lugha kueleza ubaya wa dhambi. Kata mkono, kata mguu, ng'oa jicho. Ndicho anachoeleza tu. Yaani ni njia ya kunisaidia mimi na wewe nijue dhambi ni mbaya. Usibadilishe lebo. Kwa nini ni mbaya? Hasikiliza vizuri. Nenda kitabu cha Genesis, Mwanzo sura 20 na ile aya ya 6. Mwanzo 20 na ile aya ya 6. Dhambi ni mbaya kiasi gani? Angalia. Mwanzo sura ya 20 aya yake ni ya 6. Aya ya 6 inasema, neno la Mungu linasema, Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi. Umefanya hivi.
Ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi. Usinitendee dhambi.